Nitatoa wito. Jana tuliona zaka haisamehewi kwa maombi, ni kurudisha kila ambacho kimeibiwa. Na ili mtu aendane sawa na Mungu anavyotaka, ni lazima akubali kujisalimisha mikononi mwa Kristo. Hakuna utofauti mwimbaji mwenzangu unayenitazama. Hakuna utofauti mzee wangu wa kanisa unayenitazama. Hakuna ujanja mnaonisikiliza. Uwe nyuma kule ama hapa, niwe ninakuona kwa macho sikuoni. Ubarikiwe. Msingi ya kwanza. Waimbaji waliimba wakasema tena kwa furaha ya kwani mapambio, ukileta ujanja kwa Yesu. Hata usipoimba, ukileta ujanja kwa Yesu, wengi wengine wakaimba hivi, ni kazi bure, ni kazi bure, mwimbaji bila Yesu ni kazi bure. Hata uwe na sauti ya kutisha, sauti bila Yesu ni kazi bure. Haiwezekani ukamchezea Mungu alafu ukawa salama. Haukanyagi hiyo mbingu. Watu wameweka hapa matenti, kuna pesa imeandaliwa, wewe hujawahi kushiriki chochote. Unaulizaga bana, kuna shilingi ngapi kwenye BK ya kanisa? Alafu useme utasalimika na familia. Kwanza maneno yako tu yalikatisha wengine tamaa kupitia kwako kuuliza walihisi mhazini anakula nini. Utasalimika. Waadventista wenzangu mnaonitazama, kwa swala la zaka na sadaka ninapohitimisha, niliwaambia juzi, anayetoa zaka peke yake anamwambia Mungu Yesu hakufa ila niliumbwa na wewe. Anayetoa sadaka peke yake anamwambia mimi Yesu alikufa ila baba ni nyani. Sikia, rudini kwenye njia. Na jana watu walijitoa hapa. Kesho ni siku ya kuleta. Nenda tu kaongea na Mungu. Baba, mimi ninaanza kurudisha, mhazini wako atakuandikia hapa na utaenda kupeleka mdogo mdogo. Bwana asifiwe. Sema mdogo mdogo nitaleta baba. Nyamaza tu, utaleta. Msimame. Msimame. Wote msimame. Tunapoimba wimbo huu, ukiwa umesimama hapo, huu ni wito, sio wa kusema kwamba sasa tena nitaenda. Huu ni wito wa kujiweka wakifu. Ukihisi Roho Mtakatifu ameongea na wewe na umekuwa mhanga wa hayo, tunakwenda kuomba jioni ya leo.